Sasa kuna watu wengi wanakuwa wananitumia ujumbe, wananiambia Dashana, mimi sina elimu kubwa lakini naomba unisaidie, nataka kuja huko. Naomba unisaidie niweze kupata kazi ya kulea wazee. Naomba nipate kazi ya kulea watoto. Guys, kazi ya kulea wazee, kazi ya kulea watoto ni professional. Sio tu kwamba unaamua eti mimi tu nataka kufanya kazi ya kulea wazee, ndio kazi labda nyepesi, ndio kazi ambayo wao wanahitaji sana watu, kwa ukienda tu watakugawia kazi. It doesn't work like that. Ni kazi ambayo inasomewa. Yaani ukimwona mtu analea wazee sio analea watoto, mheshimu, ni amesomea hiyo. Tena kwa huku kwetu sio kwamba tu ameenda tu amesomea, ni lazima kwanza asome lugha, afike kwenye lugha, awe na level nzuri ya lugha. Yaani kama ni level ya lugha wanachukua kuanzia B1, B2 ndio unaingia huko. Kwa hiyo lazima pia upambane kwenye lugha, ufaulu vizuri ndio uweze kupata nafasi ya kwenda kusomea hayo mambo ya kulea wazee na mambo ya kulea watoto. Kwa hiyo sio kwamba ni kitu chepesi kama watu wanavyodhani. Na sijui ni nani aliwamezesha watu ya kwamba hizo kazi ni kazi tu ambazo unaamua tu na wako tayari kukutumia mkataba kukutoa Tanzania kukuleta hapa uje ulee wazee. Sijui ni nani wadanganya watu akawamezesha hivyo. Hapa pana kijua, bora nikae hapa. Na kitu kuna kijua ndio panakuwa pazuri. Ukiwa mnajua kunakuwa ni baridi. Sijui ni nani aliyewamezesha watu kwamba hiyo kazi unaweza tu ukaipata, wanahitaji tu watu, wewe wanakuhitaji wewe. Hata kama hujaenda shule, ni watakuchukua, ni watakupa kazi, watakuajiri, watakupa na mshahara. Sijui ni nani ambaye alitoaga hiyo information, kwa kuna watu wengi, kuna Watanzania wengi wana imani hiyo ya kwamba hawa wazungu wanakutaka wewe uje ulee wazee, kwa watakutumia mkataba kutoka huko uje hapa kwa sababu ni kazi ambayo ni rahisi sana kuipata. No, ina taratibu zake. Kwa hata mkiwaona kuna watu wanafanya hizo kazi, mwaheshimu jamani. It's a professional. Sio kitu cha wepesi. Sio cha wepesi kabisa kama tunavyodhani. Ni kitu ambacho unatakiwa lazima uinvest elimu, uinvest muda wako hapo ili uweze kufanikiwa kufanya. Kwa wale wanaonitumia hizo message, shana mimi nitafutie tu hata kazi ya kulea wazee. Na imani tayari umepata jibu. Na nimetengeneza video nitaipost kwa wale ambao watakuwa hawajaiona hii live, basi wataweza kuiona video. Pengine itawasaidia kuwapa elimu. Msidanganyike jamani, matapeli ni wengi. Wanakuambia kuna kazi huku za kulea wazee. Wewe tu tuma, lipa si euro 2000 sijui. Mimi nitakufanyia kila kitu uje. Mtaliwa. Zina utaratibu. Wewe ambaye unataka hizo kazi, unataka kujifunza hayo mambo, kwenye video nitakayo post nitawekea. Ingia kwenye website hizi, ingia huko uhangaike. Kama tayari wewe mfano kwa hizi nchi ambazo wanazungumza Kijerumani, kama tayari wewe una lugha, una level ya B1, una level ya B2, tayari umeenda shule, umesoma, umefanya mitihani pale Goethe, umepata cheti, basi unaweza kuapply. Ingia huko, jaribu kuangalia, kuona kama kuna nafasi, jaribu kuapply. Umepata kuna email kupitia hizo website, umeona kuna email zao, waandikie habari zenu, mimi naitwa fulani. Tena andika kwa Kijerumani. Wewe unasoma Kijerumani bwana? Andika kwa Kijerumani. Mimi fulani, nimesoma, nina elimu fulani, nimesoma pia Kijerumani, nina level fulani na ninataka kuja kusomea mambo hayo, natokea Tanzania, bla 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 bla. Wao watakujibu kama inawezekana au haiwezekani. Na kama inawezekana kwa mfumo upi watakuelekeza ufanye. Haya mambo ya kukurupuka mnataka kuibiwa. Saizi hapa mimi nianza kusema, jamani kuna kazi za kulea wazee huko. Yaani wewe tuma tu euro yako 2500 mimi nakufanyia connection kila kitu mpaka safari. Watu ni wengi watajitokeza, watataka kunilipa hizo euro 2500. Hali ya kuwa na waingiza mkenge. Kwa guys, kila kitu kina utaratibu. Tena unapokuja kwa wazungu wenzetu, kila kitu kina utaratibu. Sio mambo ya janja, mambo ya kona. Kila kitu kina utaratibu. Lazima ufuate utaratibu, ufuatishe taratibu zao zinavyotaka, step by step, ukamilishe uweze kupata nafasi. Hakuna mambo ya janja, si connection.
za uongo na ukweli, za uongo na ukweli. Connection utakayokuwa nayo labda ni pengine tu kama mimi labda nipo huku, umepata hiyo nafasi, kuna vitu labda unatakiwa labda vipelekwe vifanyweje, ukaniambia share na hiki na hiki, nimepata mkataba hivi na hivi, lakini kuna kitu hichi na hichi na hichi kinahitajika. Kama ni jirani, of course naenda na kupelekea documents zako, vinaisha. Lakini haya mambo eti ya kusema sijui ya janja yako na kona, guys, kuweni makini. Kila mtu sasa hivi anataka kutafuta pesa, kila mtu anaitaka pesa. Hakuna mtu asiyetaka pesa. Kila mtu, mimi ninaongea hapa nataka pesa, wewe unayenisikiliza hapa unataka pesa. Yaani hapa ni pesa. Hata hapa tunapoongea hivi sijui tunaweza kuwasiliana, ni pesa hii, ni bando mmeweka na mimi nimeweka bando langu, tuko hapa tunazungumza. Kwa hivyo pesa ndio ni kitu muhimu, lakini angalieni kuna watu wanataka kupita na desperation yako, watu wanataka kupita na namna wewe ambavyo umechoka, kuna watu wamejichoka, kuna watu wanataka kupita na sehemu ambao umekata tamaa ili watengeneze pesa. Wanakuibia, wanakutapeli, imekula kwako. Kwa hiyo kuweni makini jamani. Kuweni makini. Hata sisi tulioko huku sasa hivi tukisema tunataka si kwenda kufanya kazi za wazee, ni lazima tufuate utaratibu za kulea wazee. Si unataka kulea watoto, ni lazima ufuate utaratibu. Uambatanishe documents zako, uambatanishe vyeti vyako vya lugha, waende wakakufanyia interview, waone kweli lugha unayo, level ya lugha ulionayo ni sawa kwao, wanaweza kukuchukua, waweze kujua intention yako kwamba wewe unataka kufanya hiyo kazi kwa sababu gani. Unapenda kufanya au unataka tu kufanya kwa sababu unataka kupata pesa. Kwa hiyo nao lazima kufanyia interview wajiridhishe. Sio mambo tu kwamba saizi tu mimi naenda pale, nataka kulea wazee leo. Aya, unataka kwanza lini? Kesho. Njoo basi uanze kesho. Yaani tunakuhitaji haraka sana. No, kuna utaratibu. Kwa hiyo tuache mambo ya nini? Ya kukurupuka. Tuache mambo ya kukurupuka, tufanye mambo kwa utaratibu, guys. Sijaenda shule, nitafutie tu mimi huko kazi. Kweli kazi zipo, lakini zina utaratibu. Zina utaratibu. Hata mimi nikienda kufanya kazi sehemu, watu wananiuliza, una makaratasi ya kuishi hapa? Una documents za kuishi hapa? Una permit yako inakuruhusu kufanya kazi? Lazima hivyo vitu vyote wajue. Kwa kila kitu kina utaratibu jamani. Acheni mambo ya kukurupuka. Acheni. Kuna mtu alikuwa amerequest hapa, ngoja